Selector DJ Lion ndani ya studio. Karibu sana. Karibu sana Selector. Asante sana JW. Karibu sana ndani ya studio zetu za Pepeta TV ukituanzishia weekend. Na bila shaka kama uko na stress umeona jinsi tumeanza, basi utaweza kufurahia weekend. Leo nataka kuzungumza na Selector DJ Lion, tujue safari yake, alianza wapi, alitoka wapi, anaendeleaje na anataka kwenda wapi. So unaweza kuzungumza na watazamaji wetu wa Pepeta TV. Safi kabisa. Na kwanza kabisa nashukuru sana siku ya leo, na pia nataka kuwatakia siku njema ya mazingira. Unajua leo ni siku ya mazingira. Happy Mazingira Day. You know, hata ni public holiday. Yes. Nashukuru sana. Alafu kwa jambo la pili, nina wimbo kabla nianze, nina wimbo ningependa niwaibie. Kwa sababu kuna mambo mingi ambayo inaendelea katika nchi yetu. Kando na mambo ya siasa, bado kuna watu wanaendelea kupotea ndani ya East Africa. Unaona, kuna wanaharakati wanazidi kutekwa nyara. Kwa hivyo ningependa niimbe wimbo moja. Azigizaga zagazen, azigizigizan zan zan, hey, azigizaga zagazen, hey. I pray for our nation today. Too much blood and hesitation. I pray to our nation today. They fight with guns and ammunition. Man, you have to live strong in this Babylon times. They come with their guns and their bombs. They never care that the children die. So Father God, forgive them. They know not what they are doing, 'cause their ways are so hidden, so they can't corrupted. Abribi bang bang bang. I pray unto the farmer in cassava. He must plant this year cassava, rice and banana, and so shall it be. Living in peace, one truth, one harmony, so shall it be. Azigizagazen. Thank you. Asante sana. Anaitwa Selector DJ Lion ndani Pepeta TV. Anaendelea kutia kikolezo katika weekend yako. Leo anaendelea kurudubisha weekend yako. Inaitwa Spicing the Weekend Friday ndani ya Pepeta TV na Selector DJ Lion. Basi Selector, yes. Kuna vijana wengi pale wanakutazama, wanaona jinsi uko na confidence, unajiamini kweli. Na pia tumeona selection jinsi unavyofanya. Na nimeweza kutembelea studio yako, inaitwa New Globe Studios. New Globe Studios. Umejipanga kweli. Basi tungependa kujua Selector DJ Lion, safari yako ilianzia wapi hasa? Selector DJ Lion, mimi ni mtu nimependa mambo ya usanii kutoka utotoni. Mimi ni mtu, kabla niingilie mambo ya DJ, mambo ya talanta, mambo ya muziki, mimi nilikuwa pale kanisani ndio niliweza kupata hii ujuzi yote, kwa sababu wakati tukiwa watoto tulikuwa tunaenda kanisa fulani ilikuwa inaitwa Bethel Baptist, iko pale Komorok. Na sasa pale Bethel Baptist tulikuwa unapata kuna activities za Sunday school. Sasa pale unapata kama ikikuja ni wakati wa kuimba nyimbo, mimi ndio nilikuwa mstari wa mbele kuimba pale kanisani. Ikifika ni wakati wa kusema hizi verse za Biblia, mimi ndio nilikuwa mstari wa mbele kugram. Nilikuwa nazisema sana hizi verse za Biblia. So ikafika wakati nikaingilia mpaka mambo ya vyombo. So mambo ya kanisa ndio ilifanya nikaweza kuingililia hii mambo ya talanta, mambo ya kisanii. Sana nilianza nikiwa mtoto sana. So nilipoingia shule pia
pale shuleni nikaingia kwenye drama. Mimi ni mtu nimeenda State House mara kama 4 for nationals throughout my life. Primary nimeenda mara 2 na secondary pia nimeweza kuenda mara 2. Zote tukifanya tu performance za kisanii. Kwa hivyo jukwaa nimeizoea. Sasa tunaweza kusema wewe kwamba ulijua kwamba utakuwa msanii? Ulijua? Ulikuwa unafanya tu mambo. Nilikuwa tu nafanya mambo, alafu pale unapata pia namshukuru sana marehemu mamangu. Analipa. Saa zingine wakati mwingine tunatoka county moja tunaenda county nyingine. Tukienda provincial inabidi mbadilishe county. Kwa hivyo nilifurahia, lakini wakati sasa nimekuwa mtu mzima ndio nikaanza kujua kwamba kumbe ilikuwa inanipeleka na mwelekeo fulani. Safi. So usanii una vipengele mbalimbali. Unaweza kuwa msanii katika vitengo mbalimbali. Sasa wewe ulitaka kuwa msanii kivipi? Ulikuwa unataka kulenga mrengo gani katika usanii, katika uwanja wa usanii? Sasa mimi nilikuwa msanii ambaye nilikuwa napenda sana michezo ya kuigiza. Nilikuwa napenda mambo ya michezo ya kuigiza kama narratives, plays. Lakini tulipoendelea mambo ikaendelea, tukaona hii michezo ya kuigiza inaendelea ikikuja na kwa njia nyingine inaenda ikievolve. Kama sasa ukiona michezo sasa imekuwa jambo la kusisimua sana. So nikaingia pale na nikakuwa na interest na mambo mengine. Sasa pale kwa michezo mimi naweza kuwa kama mini DJ ama naweza ingia pale kama msanii. Sasa sifanyi reciting anymore ama nakuwa pale kwa technical team. Wakati miaka inaenda ndio unazidi kupata experience na kuingia ndani zaidi kwa hiyo usanii. Kwa sababu najua kuna vijana wengi wanasisimuka sana wanapokuona ndani ya Pepeta TV. Sasa tuseme wewe sasa hivi unafanya nini na nini katika sekta hii ya usanii? So mimi kama Selector Lion, I'm a man of many hats, na nimejipata nikiwa nimevalia kofia mengi katika hiyo usanii. Kwanza kabisa wakati niliendelea kukua nilihusika sana na mambo ya kucheza muziki na kufanya muziki, ndio jina DJ Lion ikaibuka. So hii usanii nimezidi kuifanya, nimekuwa DJ kidogo kidogo, nimekuwa msanii. Unasikia mimi nilipoanza mambo ya studio nilikuwa nafanya mambo ya studio ili niweze kufanya uDJ wangu. Sikufungua studio ili nitangaze habari, sikufungua studio ili niimbe. Unaona, nilifungua studio ili niimarishe kazi zangu za uDJ. Lakini katika ile harakati ya soko kukua haiko sawa, hakuna mastudio mtaani, hakuna vyombo. Sasa ikabidi niweze kuwasaidia pia wale wasanii. Juu vyombo ni zile katika ile production katika sasa ile production. So hapo ndio nikaweza kuingilia kuanza kusema production, ile production ya music uko sawa kabisa. Mimi ni super producer, super DJ. Safi kabisa. Sasa unajua baadhi ya vijana wana ndoto, wangependa kufikia malengo fulani, lakini kuna changamoto nyingi sana. Sasa wewe unaweza kuambia vijana nini kimekusaidia kukazia mradi wako? Okay, vijana kitu naweza nikawaambia ni kitu ya kwanza, lazima uwe na uvumilivu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu kitu ya pili, na ndio iko na uzito zaidi katika hii mambo ya usanii, ni nidhamu. JW kusema kweli wakati huu sasa unajua sasa pia mimi nimekuwa mzazi wa wasanii. Sasa si wachana na mzazi wa watoto wangu, nimekuwa mzazi sasa wa wasanii, nimelea wasanii wengi sana. Na kwa sasa ile changamoto kubwa, kando na changamoto ya kifedha, kuna changamoto ya nidhamu hapa nje. Safi. Hii nidhamu inazuia wasanii wengi sana kusonga mbele. Unapata msanii ako na talanta ya hali ya juu, msanii ni msafi, akiingia studio pale yako sawa,
lakini ikifika ni mahali pa kufuata sheria. Unajua studio iko na ratiba kama kawaida. Studio iko na ratiba, ni institution, ni kama pale shuleni, ni kama hospitalini, ni kama kanisani. Kwa hivyo ukiingia pale lazima pia utapata sheria zake. So kama msanii au wasanii ibuka, hiyo inawalemea kidogo, inawalemea. Na hiyo ni changamoto la kwanza nimekuja kujua. Shikili hapo. Tukipenda kuona kazi ambayo DJ Lion anafanya, na vijana na waomba mtazame vizuri. Naomba mtayarishi wa kipindi, mwelekezi wangu, tunaweza kuona kidogo kazi ambayo DJ Lion anafanya kwa dakika 1-2. Tena mpenzi mtazamaji, ni kazi ya DJ Selector DJ Lion. Nafikiri vijana wanaendelea kukutazama. Kwa hivyo hasa tunaweza kusema changamoto ambazo zinawakumba wasanii. Wewe umekuwa katika uwanja wa usanii kwa muda mrefu kama vile ninavyokufahamu. Basi unaweza kusema ni changamoto gani hasa kubwa katika changamoto ile kubwa kabisa, na ndio changamoto nafikiria inasumbua hata wanabiashara, inasumbua sekta zote, ni changamoto ya ufadhili. Wasanii hawana mpango yoyote ya ufadhili, hawana mpango yoyote ya kusaidiwa kifedha. Hiyo ni changamoto ambaye iko East Africa yote. Unaona? Hiyo ni changamoto kubwa sana, na unapata pale katika industry ya usanii pale kuna hela ya hali ya juu. Jinsi tourism yetu ama utalii inaingiza hela, vile vile usanii iko na hela ya kiasi kama hicho ama zaidi. Ni vile haijaingiliwa kinagaubaga. Pale usanii pale kuna heritage kubwa sana ya Kenya ama East Africa. Pale usanii ni kitega uchumi. Na ni vile haijaangaliwa ama haijachukuliwa kwa maanani. Ingawaje tumesonga kidogo kama taifa, lakini bado kuna mengi ambayo inastahili ifanye. Safi. Ni kweli hizo ni changamoto. Sasa kijana ambaye anakutazama pale angependa kuwa msanii. Sasa ukizungumza naye utamwambia aanzie wapi? Kijana kwanza, kama ni kijana, kitu ya kwanza lazima ukue unajitambua kisanii. Unaona? Lazima ukue unaweza, kabla uingie studio, kama wewe ni muimbaji, lazima ukue unaweza kuniimbia hata tukikutana barabarani. Unaona? Si ati una usanii ndani yako lakini unajilazimisha pale studio. Unaona? Vitu kama hizo tunazipata sana. Unapata kwanza ule mwenye ana usanii, ndio unapata ako na hela zaidi. Anataka kulazimisha mambo. Hiyo inakuwa ni kazi ngumu kwetu kwa sababu hatuwezi kataa hela. Lakini kuna tofauti. Kwa hiyo unapaswa kwanza ujichunguze, upate uko na talanta. Alafu sasa unaweza anza, unatembelea producer kama mimi nawalea wasanii kuanzia chini. Ukiwa na usanii ndani yako, ndailea mpaka itoke na uweze kusikizwa na ukue mtu. Sasa kwa mfano nimetembelea studio zako, na mimi nasema mimi ni msanii, lakini wewe ukija na niko na pesa, lakini ukija unipime uhisi kwamba mimi kweli sina chembe lolote la usanii ndani yangu. Sasa utanisaidiaje? Utanisaidia pale. So jambo la kwanza, unajua hata shuleni pale unapatanga kulikuwa na mwanafunzi haelewi hesabu. Lakini mzazi yako na pesa ya kulipa karo. Kwa hivyo inabidi huyu mwanafunzi anaingia tuition. Wakati wenzake wamemaliza darasa, anaingizwa saa lingine moja ili aweze kukacha. So bado kuna hiyo option. Wakati sasa nimerealize huyu jamaa anataka sana kuimba, lakini usanii kwake uko kwa umbali sana. Sasa ni jukumu langu. Sasa hapo unamweka kama mtu special. Unaona? Nasema pengine wakati ataimba hiyo wimbo moja, ndiye ataridhika kimaisha. Unaelewa? Ndiye atasikia alifanyanga kitu fulani. Watu ni tofauti, watu wako na hisia tofauti. Unaona?
So mtu anaweza kuja tu studio anasema mimi nataka ni DJ leo. Hajaikuwa DJ, hajaikuwa nini? Ajui lakini anataka alipe. Na anataka kama ni kuimba anataka aimbe. Nataka hiyo. So mimi niko kwa biashara. Unaona kitu ya kwanza niko kwa biashara. Kwa hivyo mimi nitamsaidia pale naweza na hela zake sitawacha. Yeah, safi. Kuna wale maproducer sasa kama wewe umefikia kiwango sasa cha kuitwa producer. Yes. Ambaye sasa wasanii wale chipukizi wanaweza kufika kwako na unaweza kuwasaidia. So wale jamaa kama wewe, maproducer kama wewe, sasa wewe unawapa ushauri gani wanaposhughulika hasa na chipukizi wale wanajitahidi? Maproducer wengi hapa nje kuna hiyo, unajua pia uproducer ni usanii. In fact producer huwa anasaidia msanii kwa jambo la maana sana, kwa sababu ule msanii akiingia pale, wengi wa wasanii wanakuja anajua kuimba, unaona ako na sauti mzuri, ako na hela, lakini hajui wimbo yake ni gani. Unaelewa, hajui hata classify wapi. So hapo unapata producer anakuanga na kazi ngumu sana. Yeye ndiye ataweza kumwambia msanii hii wimbo yako hii ni rumba, hii wimbo unaimba hii ni afro pop, unaelewa, hii wimbo unaimba hii ni soul. Sasa producer ndio waga wanachanua msanii ili aweze kujua line yake. Kwa hivyo kongole kwa maproducer ambao wako hapa nje. Alafu kuna changamoto wengine, maproducer wengi ni wakora hapa nje. Na wasanii lazima wajue, lazima tuongee wazi wazi. Sema ukweli. Sasa ndani ya jiji letu la Nairobi, na Nairobi ndio nafikiria imeongoza kwa ukora wa maproducer. Kati ya Eastern Central Africa, unajua muziki mingi sana inafanyika hapa ndani ya Nairobi. Nairobi kuna ujuzi ya hali ya juu ya kimuziki. Lakini kando na hiyo, kuna wakora wakubwa sana wakijivalisha kofia ya maproducer. Wanaharibu soko kabisa. Wanakosea wasanii sana, wanakula pesa zao na hakuna kazi wanafanya. Safi kabisa. Sasa ili tuweze kuendelea kutimiza, sijui kama mwelekezi wangu yuko tayari na pia tuweze kupata angalau video moja ya kazi yako, alafu tuweze kumalizia kipindi. Sijui kama yuko tayari. Safi safi. Safi kabisa, ni Selector DJ Lion Friday anaendelea kurudibisha weekend yako penzi mtazamaji hapa ndani ya studio zetu za Pepeta TV. Anaendelea kutia makali kabisa. Nafikiri weekend imeanza papa hapa ndani ya Pepeta TV. Selector DJ Lion, tunataka tumalizie na jambo moja kidogo kuhusu wazazi. Baadhi ya wazazi wamekuwa na maoni tofauti kuhusu usanii, kuhusu kwa watoto wao. Na ninajua pia wewe kuna watoto. Sasa unashauri wazazi jinsi gani wanaposhughulika na watoto ambao labda wanahisi wangependa kuwa wasanii? Kwanza kabisa, usanii ni kitu inajulikana mtoto akiwa mdogo, kama wewe ni mzazi uko makini, itajulikana. Ukiwa pale shuleni, walimu watakuelezea.
Ukiwa na yeye pale kanisani, walimu wa kanisa watakuelezea. Ukiwa pale mitaani, wazazi wengine watakuelezea huyu mtoto wako ako na talanta. Ingawaje hii talanta hatuwezi ifafanua, walimu labda wanaweza ifafanua zaidi. Kwa hivyo hizi nyakati za sasa mambo imebadilika. Kazi ambayo iko inajulikana ni kazi, siku hizi ni kazi. Unaelewa? Siku hizi kabla utangaze habari kuna DJ hapo. Siku hizi kabla ukienda hospitali kuna msanii anatakikana hapo aimbie wagonjwa. Unaona? So usanii siku hizi ni kazi. So mzazi ukiona mtoto wako ako na usanii ndani yake, tafadhali anza mapema. Ndiposa usikuwe tu msanii hivi hivi, kwa sababu usanii uko na masomo yake na lazima uitunze. Akuja kuwe msanii mwenye nidhamu, asikuwe tu msanii. Unaona? Wengine wetu sisi tulijua usanii wetu naturally. Wazazi walikuwa tu wana support, lakini hajui ni nini ana. Ile tu anafuata kile juu ya kupenda mtoto. Lakini sasa kando na hiyo kupenda mtoto, soma mtoto. Safi kabisa. Selector DJ Lion ndani ya Pepeta TV. Basi tunaendelea kuitimiza kipindi hiki, na basi ningependa nikupatie nafasi ama angalau dakika moja useme maneno yako ya mwisho, uongee na vijana pale, uweze kujieleza ujumbe ambao utabaki kwa masikio na akili ya watazamaji wetu. Sawa kabisa. Azigizagazagazeng, azigizigizanzanzeng. Napenda sana kuwaimbia. So this is real my friend, kwa blood in a run. Hii muziki ya Kenya ina command, West Africa to South Africa, Zimbabwe to Algeria. Hii muziki kweli mimi imenitoa far, from Nairobi to Garissa, from Molo to Isiolo, na huko Bondo kuna warembo, ndani ya Pepeta hakuna jambo. So wasanii ibuka, mimi nawaambia ukitaka kuwa msanii mzuri lazima utafute producer mzuri ambaye atakwambia ukweli, atakuelezea, asiangalie tu mambo ya chapa yako peke yake. So angalia ni wapi utafanyia muziki yako, kwa sababu muziki ni kama career. So pale unaanzia, unaendelea nayo, unashikilia, kwa hiyo iko na challenges. So Selector Lion, mimi utanipata kwa mtandao kama Selector DJ Lion, kwa Facebook, kwa Instagram. WhatsApp namba yangu ama WhatsApp namba ya pale utatupata pale studio, New Globe Studios, 0724 824 160. Narudia tena 0724 824 160. So unanipata kama Selector DJ Lion on all social media platforms. Asante sana. Yeah. Asante sana. Anaitwa Selector DJ Lion ndani ya studio zetu Pepeta TV. Kipindi ni The Morning Blend. Leo tukispice your weekend. Tunarudubisha weekend yako. Tunatia makali. Weekend imeanza papa hapa ndani ya studio zetu, na basi tunadhamini sana umeandamana na sina. Tunapofunga kipindi, kumbuka tulikuwa na msemo asubuhi ya leo, na basi naomba mwelekezi wangu aweze kuiweka pale msemo ambao tulikuwa nao leo, ili ubaki katika akili ya watazamaji wetu wa Pepeta TV. Basi tulikuwa tunazungumzia kuhusu aliyekuwa rais wa Afrika Kusini, na alikuwa na maneno ambayo alitaja, maneno ambayo yanabaki katika akili yetu. Alitaja hivi, alisema kwamba do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got up back again. Hata kama unataka kuwa msanii kama Selector DJ Lion, ina safari yake. Unapomwona hapa, usimwangalie na halikotoka, mahali halipo kwa sasa. Angalia safari yake. Ndipo Nelson Mandela alitaka tuelewe hivyo. Usimuone mtu anaendesha Mazindat, usione mtu anajenga maploti ufikirie hapo ndio ameanzia. Hana safari. Angalia hiyo safari na utakuwa mwanafunzi mzuri. Kumbuka
Tumo ndani ya studio zetu Pepeta TV, kipindi ni Morning Blend. Leo tukiwa tuna Spice Weekend na Selector DJ Lion. Tukikutakia weekend njema. Ni mimi wako JW ama James Yotaka nikikutakia siku njema.